Wapendwa watazamaji, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa majina naitwa Mchungaji Agnes, na jina ambalo Mungu amenibadilishia ninaitwa Furaha ya Vizazi Vingi. Jina langu linapatikana katika kitabu cha Isaya 60 ule mstari wa 15. Wapendwa wa Tanzania, mliopo Tanzania na Waafrika wote kwa ujumla na dunia yote, niko mbele yenu kuwaletea habari au maelekezo ya kimungu ambayo Mungu ameyatoa kwa ajili ya Tanzania. Na si Tanzania tu, lakini kwa yeyote ambaye atafuata formula hii au maelekezo haya ya kiungu, taifa lolote litakalofuata maelekezo kama haya, hili taifa litapona. Amen. Napenda nichukue sasa nafasi hii kwa kwanza kabisa nianze kwa kuwapa pole wale wote walioondokewa na wapendwa wao popote Tanzania. Mimi mwenyewe nimelia sana na kuomboleza kwa ajili ya ndugu zetu na vijana wetu wengi sana tuliowapoteza. Tumepoteza watoto, tumepoteza vijana wengi sana, tumepoteza kina mama, tumepoteza kina baba. Kwa hiyo tumelia na bado tunaendelea kuomboleza. Na niseme tu Mungu atutie nguvu ili tuweze kupata nguvu za kuendelea kumtumikia. Ndio maana unaona hapa nimevaa mavazi ya kuomboleza. Haya ni mavazi ya gunia. Haya ni mavazi ya kuomboleza, kuonyesha kwamba tuna uchungu mkubwa sana, kwa sababu tangu Tanzania sisi tunazaliwa, tumeikuta Tanzania hatujawahi kuona kitu ambacho kimetutokea safari hii. Kwa hiyo tuna majonzi makubwa, lakini tunamwamini Mungu atatuganga na ameshaanza kutuganga ili tuweze kupata tena nguvu za kuendelea kumtumikia katika siku zilizobaki. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ninakushukuru Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ni Mungu uliyetuumba na uliumba vitu vyote. Dunia na vitu vyote viujazavyo ni mali yako. Sisi sote tu mali yako. Tazama Baba, niko mbele zako kulileta neno lako ambalo Mungu umelileta katika moyo wangu. Na sasa Mungu, imefika wakati neno lako ulionituma likapate kutoka, ili Mungu Tanzania ikapate kupona, Afrika yote na ulimwengu mzima. Baba, nakupa sifa. Naachilia uwepo wako Mungu Roho Mtakatifu karibu mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kila atakayepokea ujumbe huu Bwana akapate uponyaji, akapate kugangwa, akapate faraja, akapate kujua ya kwamba Mungu upo utendaye maajabu, na kwamba Mungu hakuna gumu lisilowezekana kwako. Yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Baba, ninakushukuru kwa sababu uko mahali hapa. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Ndugu zangu, nianze kwa kusema kwamba jambo usilolijua ni sawa na usiku wa giza. My brethren, let me tell you one thing. If you want to solve any kind of a problem, you must first discover the source of that problem. Once you discover the source, then you have actually solved that problem at 95%. And you have become a winner over that problem. Otherwise, you will continue to be a victim of that problem. Kwa Kiswahili. Ndugu zangu, kama unataka kutatua tatizo lolote, lazima ugundue tatizo, chanzo chake ni nini. Na utakapokuwa umegundua chanzo cha hilo tatizo, basi
wewe utakuwa tayari umeshapata jawabu au suluhisho la hilo tatizo, na utakuwa mshindi juu ya hilo tatizo. Lakini vinginevyo utaendelea kuwa mtumwa wa tatizo hilo. Ninaongea katikati ya giza ambalo limegubika nchi yetu Tanzania. Kwa nini limegubika? Ni kwa sababu hata wanasiasa wamechanganyikiwa. Hawajui nini kifanyike. Nini kifanyike yani ili tuweze kupona? Mbona inatokea mambo ambayo sisi hatujawahi kuyaona? Kila mwanadamu amechanganyikiwa. Kila Mtanzania amechanganyikiwa. Sasa ndio maana nasema naongea kutoka ndani ya giza nene, lakini ashukuriwe Mungu katika hilo giza nene. Mungu ametoa majawabu. Ujumbe huu ninaoutoa siongei kama mwanasiasa, siongei kama mwanaharakati. Siongei ili nipate umaarufu wowote. Siongei ili nisifiwe na yoyote. Ninaongea kama mtumishi wa Mungu aliyetumwa na Mungu kwa ajili ya kuliokoa taifa la Tanzania. Basi hayo mengine mimi hayanihusu. Na nikueleze tu kwamba adui wa Tanzania, utakuja kugundua baadaye, nitakueleza hapo mbele nitakapokuwa nikizungumza, amejificha sana. Ndio maana imefika hatua sasa sisi kwa sisi anatugombanisha, anatuchanganya. Anafanya vitu visivyoonekana ambavyo kwa macho ya nyama ni ngumu sana kuweza kuelewa, unless una jicho la rohoni na masikio ya rohoni na Mungu akakufunulia. Lakini vinginevyo uweze ukagundua kabisa. Ni maombi yangu sasa kila atakayesikiliza ujumbe huu afunguke kuanzia akili, afunguke masikio, afunguke na macho. Na ninaomba mtu atakayenielewa kwa haraka basi anisaidie kumwelewesha na mwingine, ili sote kwa pamoja tuungane. Huu sio wakati wa kusema dhehebu hili, rangi hii, kabila hii, dini hii, hapana. Hapa sasa hamna cha udini, hakuna cha hakuna cha wanasiasa, hakuna cha rangi, hakuna cha kabila. Wote tunatakiwa tuungane tuwe kitu kimoja. Ili tuweze kupambana na huyu adui kwa njia za kimungu au kwa maelekezo ya kimungu. Anayeitesa Tanzania namfananisha kama vile mchawi anayekuwa kwenye kijiji fulani na jirani yake. Halafu huyo mchawi akawa anamuangia huyo jirani yake. Anamuangia jirani yake, anaua mtoto wa kwanza, anaua mtoto wa pili, anaua mtoto wa tatu. Unaona? Na anaonyesha huyo mchawi ana masikitiko kweli. Ana masikitiko kweli. Na akienda kwenye msiba wa huyo jirani yake, anakwenda anakuwa na kilio kikubwa kuliko aliyefiwa, kuliko na waombolezaji wengine. Mwenye masikio na asikie maneno ambayo Roho anawaambia Watanzania. Kwa hiyo moja kwa moja sasa nitakwenda kuzungumzia mambo yafuatayo.
Kwanza kabisa nitakwenda kuzungumzia asili ya neno siri lilitoka wapi au linatoka wapi. Utakuja kugundua kwamba siri zilianzia kwa Mungu. Na ndio maana kitu usipokijua bado kinakuwa ni siri kwako. Pili, nitakwenda kuzungumzia siri ambazo Mungu amenifunulia kuhusiana na taifa la Tanzania. Tatu, nitakwenda kuzungumzia chanzo cha yote hayo ambayo yanatokea. Mpaka Watanzania tumefika mahali sasa tunaanza kugombana sisi kwa sisi. Polisi kwa wananchi, viongozi kwa wananchi. Yaani hicho ndicho shetani anachokitafuta. Yaani mfike mahali muanze kugombana ninyi kwa ninyi. Hapo shetani anafurahi, akienda pembeni kule anacheka kabisa kwamba nimewapata Watanzania. Kwa hiyo lazima tufunguke akili na masikio ili sisi shetani asituzidi akili. Ashukuriwe Mungu ameweka siri zake hadharani na nitakwenda kuzisema ili kila Mtanzania apate kupona. 4, nitakwenda kuzungumzia adui mkuu. Japo nimeshaanza kumdokeza adui mkuu ni nani. Adui mkuu alianzia huko mbinguni kapigwa, na nitakuelekeza hapo mbele. Nitasoma na maandiko. 5, nitakwenda kuzungumzia Mungu anataka tufanye nini ili sisi Watanzania tuweze kupona. 6, nitakwenda kuzungumzia Mungu atatufanyia nini au atafanya nini ili sisi Watanzania tupate kupona. Kwa hiyo nasisitiza Watanzania wote munisikilize kwa makini bila kujali huyo mnayemsikiliza. Wewe angalia kwamba huyo anayezungumza katumwa kweli na Mungu au anazungumza mambo yake. Mimi sizungumzi cha kwangu. Kwanza ni mara yangu ya kwanza kabisa kuweza kuzungumzia mambo haya kwa njia kubwa kama hizi. Lakini Mungu akikutuma lazima ufikishe ujumbe mahali husika. Na nina uhakika kabisa baada ya masikio yetu wa Tanzania kufunguka, na ninamwamini Mungu, ujumbe huu kwa sababu umetoka kwake, basi kila atakayeupokea atauelewa na atajua nini maana yake, na atakubali kwamba kweli hiki anachokiongea huyu mchungaji ni sahihi, na tukubali Mungu anapotuelekeza. Ndugu zangu, mpaka ninaongea sijakurupuka. Wala sio kwamba tu nimelala nikaota basi hiyo ndoto nilivyoiota tu moja kwa moja nimekuja hapa. Nimekuwa na maombi ya muda mrefu sana. Maombi takriban miaka 2 sasa. Mwaka mmoja na miezi 7 ya mfungo, na hizo siku zingine ni maombi ya kawaida. Na kwa mtu wa rohoni anaelewa. Kwa hiyo haikuwa jambo rahisi. Na hata Mungu aliponifunulia bado niliomba uthibitisho ili Mungu anithibitishie. Kama vile bidhaa Tanzania ambavyo haiwezi kwenda dukani au haiwezi kwenda sokoni bila kuthibitishwa na TBS. Kadhalika ujumbe huu ninaotoa umethibitishwa na Roho Mtakatifu. Mwenye masikio na asikie maneno ambayo Roho anawaambia Watanzania.